wanazungumza namna ambavyo Kajala anakubali kuvishwa tena pete na Harmonize. Kwanza wanashangaa, Kajala karudiana tena na Harmonize. Hivi, vile. Jamani, haya ni maisha yake na yeye mwenyewe anakiri kwamba yani wewe mapenzi aliotoa, yani the love she gave, it will find her back. Sijui unaelewa. Kajala kupitia ukurasa wake wa Instagram, pale kwenye Insta story, amequote hii ni quotations ambazo huwa zinapostiwa. So ukiangalia situation yake na yeye unaona kabisa anachomaanisha ni hiki kama kilichoandikwa. So Joylene Hunt yeye alipost kupitia Twitter akaandika, no revenge because wherever love I gave will find me again. Kwamba hakuna kisasi kwa sababu mapenzi yoyote niliyotoa tena, yatanirudia tena mwenyewe. So hakufanya kwa tafsiri zetu sasa wazee wa kuconnect dots. Hakufanya revenge, tunasemaje kwa Kiswahili? Hakufanya kisasi, hakulipiza kisasi kwa sababu mapenzi ambayo aliyatoa yatamtafuta tena. Of course, kwa Harmonize na Kajala last time walivyoachana hatukujua ni nini ambacho kilitokea, lakini hatukuona kelele hata kidogo kwa Kajala, hata kidogo. Harmonize alikuwa na wanawake wengine walipoachana na Kajala, lakini hatukuona kijembe, hatukuona nini. So kumbe alikuwa na moto wake kwamba no revenge because wherever love I gave will find me again. Na hakika imemtafuta tena, amevishwa tena pete kwa mara nyingine tena tarehe 29 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Na nikukumbushe tu kwamba walikuwa wanamuuliza maswali jana Kajala, kwamba mtaoana lini? Akasema mwaka 2026. So inshallah ndoa ya Rajab na Kajala mwaka 2026 tunaweza tukaisherehekea. Na hili ndo jambo lake la mwanzo kabisa aliloliandika baada ya kuvishwa pete na Harmonize. Unaweza ukaona kama ni mambo ya kushangaza, lakini haya shangazi. Mapenzi ndivyo yalivyo. Mapenzi ni mapenzi bana. Wewe unaweza ukajiona mjanja, unaweza ukajiona unajua kuchagua, lakini mapenzi yakikuamulia yamekuamulia. Mapenzi hayana msemaji, mapenzi yanasema yenyewe. Wewe haya shauri lako. Kama wewe unajidai mimi mapenzi hayasemewi wewe, mapenzi yanasema yenyewe. Mimi siwezi kurudi tena pale amenikosea. Sis, don't say that bana. Mapenzi hayana msemaji, anasema yenyewe. Hata huyo dada unayemwona she's ugly, hata huyo kaka unayemwona he's ugly, hey, you can fall for him, you can fall for her. Na wewe tena hautakumbuka hata kama uliwahi kumchukia. So yeah, love don't ask why. Like usimalize maneno kwa mapenzi. Mapenzi yanajisemea yenyewe. Mapenzi yanasemewa basi. Mapenzi yanasema yenyewe. So relax. Ukipata mtu wa kukupenda, pendaneni. Msianze kutafuta sababu za kupendaniana. Nye pendaneni tu. Tumeagizwa upendo. Kwa hiyo ukiwa unampenda mtu watu wanakushangaa, usijisikie vibaya. Wao wenyewe kuna siku wataelewa kwamba wao ndo inabidi tu washangae, so wao wakushangae wewe. Anyways, nakuwekea hapa matukio kadhaa ya pete ya Kajala alovishwa na Harmonize jana, and then utaacha comment yako. Lakini hili ndio jambo la kwanza kabisa ambalo Kajala ameliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram mara baada ya kuvishwa pete kwenye kidole chake kwa mara nyingine tena. Oh my god, I'm crying. Bye. Nimeenjoy, lakini Paula katunyosha. Kakufanya nini? Roki za simu zile kwenye pete. Tupunguze viherehere inaitwa. Iwe kweli. Na ana upendo mama. Ndio kapata mke. Wallahi. Alibadilika, alikuwa mwekundu kama mbogo. Anapokonya simu.
weka simu. Nikamwambia wewe ni kaka yako, sitaki. Utalia, naomba usilie. I know. Sema umemisi kitu gani? Just be honest my brother. Waambie dunia wajue umemisi nini kwa K. A lot, but the most important ni personality. Sema personality inamaanisha utu wake. Exactly. Understand? Naam. Utu wake unanifanya nakuwa very serious. Ndio. Utu wake unanipa utulivu. Ndio. Utu wake unanifanya nakuwa hard working. Ndio. Utu wake unanipa time pia for me focus on my future, which is our future. Exactly. Kwa hiyo, that's more than youth. You can't buy that. Ndio. She turns my house to be home always. You know? Like akiwa pale nyumbani kwangu unageuka ni nyumbani yani, like unajua kabisa mom she's here. Understand, like she gives you all respect. Yeah. Hata mtu ukiwa na urafiki naye, let's say labda msichana, there's the way anavyokuchukulia, there's the way anavyokuheshimu. Hawezi tu kuamka asubuhi akaongea, hata hiyo time kwanza anakuwa sina. Ndio.